Kwa Uganda anajaribu kumtetea kama wakili yule ambaye alikuwa anang'ang'ana na Rais Museveni kidemokrasia, anaitwa Besigye. Do you have other people, SG? Very briefly, just mention. Yeah. Habari ya leo Saikuru. Mara yangu ya kwanza kuja hapa. Na wewe mama wakili Waria. Kwa majina naitwa Asha Bashir, mimi ni katibu mkuu wa chama cha Ukombozi ambaye inaitwa People's Liberation Party. Nimeleta salamu kutoka Liberation House, pia nimeleta salamu kutoka kinara wa chama cha People's Liberation, Mama Ngangari, Mama Martha Wangari Karua. Mmepokea? Leo pia nimekuja na wanachama wa NEC, Rivathi, Mudhoni, naona wengine wako mbali na youth leader pia. Ningewapa tu sekunde 30 alafu nitamalizia na ujumbe wa mama. Muyaseo timia muyaseo. Ibe timu yaseo. Mimi naitwa Geshuke Rivathi, ndio katibu mtendaji wa chama cha PLP ambacho beleni kilikuwa kinaitwa NAK Kenya, na tumekuja tu kuleta risala za heri njema kwa ndugu yetu Kalonzo Musyoka, kumhakikishia kwamba tuko pamoja katika hii harakati ya kukomboa Kenya. Lakini pia ningetaka tu kuiba siri kidogo. Tunataka msirikizane pale juu kama party leaders. Msipofanya hivyo, chama chetu tunasema the next president atakuwa mama katika 2027, Martha Wangari Karua. Lakini tunataka msikilizane mkiwa pamoja ndio tuwe kitu kimoja. Hiyo ni siri tu ya chama. Hamjambo tena. Mudhoni Kihara, mimi nimefika hapa kusema tuko pamoja na His Excellency Kalonzo Musyoka. Asanteni sana. Asanteni sana wanasaikuru. Yangu ni kusema tu mambo machache. Ya kwanza, tumesikia rais ameomba msamaha jana na tunakataa msamaha kwa sababu tunai-reject kwa sababu watu ambao ni rika yangu na wengine wadogo kuniliko waliuawa, hawajapewa ridhaa, hawajaweza kutuambia ni nani anaua wananchi wetu, mbona kuna utekaji nyara. Kwa hivyo hiyo kwetu ni kutupumbaza na ni kawaida yake hekala ya Bunwasi. Ya pili ni kukuambia ya kwamba juzi tumesikia kama wakili, tumesikia wanasema wanataka kuhamisha seal kutoka kwa ofisi ya Attorney General. Nataka Wakenya wajue that is a unit of national unity. That's a symbol of national unity. And number 2, hiyo ndo kama signature. Wakiamka asubuhi wanataka kuuza nchi, wakitaka kukopa pesa watafanya ugalagai. Tunataka kuambia Ruto tunawaangalia. Tuko hapa ngangari, hatubanduki kama upinzani. Na ya mwisho, viongozi wetu hapa, na waomba kwa heshima na taadhima, tushikane, hakuna kuondoka. Tulisema tukiwa wa Munyoro tutakuwa na super glue ya kuwashikisha. Na tunasema hakuna kubanduka mpaka mwisho. Akisema hatuna agenda, tunayo. Na agenda nikisema Ruto mnamwambia kwa heri. Ruto, uchumi mbaya, nchi ambayo tunataka inalindwa na sheria, kama ni nchi dhalimu, kwa heri. Tunataka masomo mazuri, kama Ruto hatupi, kwa heri. Na kwa sababu umeshindwa kufanya kazi, tunakuomba Bwana Rais, funga virago, PO Box Sugoi. Asanteni. Well done. I want to recognize, unajua hapa angawaje mnasema hii ni Mount Kenya South, lakini mlima iko hapa. Hii ni upande wa East. But never mind, hiyo tutaongea na kina Mutula Junior na kina Governor wa Vinya, na hawa ndiko wako South. Na hata Malombe upande mwingine, Malombe is here. But that is not the point. Hapa Kabita. Hapa Kabita. Ti Kabita ozu, Kabita olonge pita.
Unajua, I know everybody here by name, by the way. I know over time. Peter Kaveta, unaweza Kaveta, mwana nyaka tu. Peter Kitabi na timu ya Kuma Meru wako wapi? Peter inakuita yenge. Ile timu kutoka Katidhini, inueni mkono kutoka Meru. Inueni tu mikono, sio kuja. Wako wapi? Wako wapi? Wanatoka Meru. Basi mnataka kusikia wa Meru wenzenu. Nataka nimuite hapa ndugu yangu because I think I'll call both of them with the permission of my brother. I know that Linturi is organizing secretary wa chama cha Democracy for Citizens. Lakini wanakuja hapa because they are so surprised kwamba we are immediate neighbors. Ariku Mukuru, Linturi na Peter Munya, governor. Kujeni nyinyi wawili. I want to invite those in a very special way. Waziri Linturi alikuwa waziri wa agriculture. Alikuwa senator. Wamerumo ego, wale watu wa Meru tena. Ngoja wasalimie tu very briefly. Yeah, we'll move faster. Asante sana. Ando akamba moyaseu ingi. Kabla kusema mengi, vile rafiki yetu Stephen Kalonzo amesema, mimi ndio National Organizing Secretary wa chama cha DCP. Tumefika hapa kama chama tuweze kusikiza ground. Tufanye nini? Tusikize nini? Tusikize nini? Tusikize ground ya Wakamba inasema nini? Mnasema nini? Mnasema nini? Mnasema nini? One term. One term. Very good. Sasa huyo ndio msimamo wa Wakenya wote pale, wote wametoka, na nimesema nifiki hapa pia niseme hivi ya kwamba contrary kwa yale watu wanayotaka kufikiria, timu yetu, wale viongozi wamesema ni lazima wasimame imara na waseme hapana kwa uongozi dhalimu, wa ukatili, wa ukora, wa kuwanyanyasa wa Kenya, wa kuwaua wa Kenya, wa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Lazima tuutamatishe. Tuko pamoja? Tutaungana pamoja? Na finally, sababu masaa ni machache, mkituona hapa kama tumetoka kama majirani kutoka Meru na ndugu yangu Peter Munya, tukiwa hapa siku ya leo, tunataka kuambia Wameru wote wako kwa grupu hii, tuko kwa hii gari kuiunda, kuifanya lolote linalotakana ile tuhakikishe ya kwamba tumesonga pamoja. Sawa? I want to say I'm very happy that we are here today. Na Munya niwaambie ni kiongozi ambaye tukishikana na yeye Meru itatetemeka. Leo kuna wale watalala. Mtatuunga mkono? Tusaidiane tuende namna hiyo. Kwa hivyo nilikuwa na Mbarindi Bwana Steve with my brother here, wale wengine munjipange, sisi tupange timu yetu, basi tusonge mbele, tuungane na Wakenya tuikomboe nchi. Ama namna gani? Ama namna gani? Kwa hivyo chama yetu ya DCP tutakaa, tuna chama ingine ya Wiper, PLP, but the commitment that I want to make is that we will make sure that this team gives this country one single presidential candidate to run against Kasongo. Harambee! Harambee! Thank you very much. Mungu awabariki. Harambee one time. Kuna rafiki moja ametoka mbali sana. Before I call Peter Katirao, I like that name, Katirao. Before I call Peter, my friend Dr. Hansen, metoka mbali Marekani. I want you to come and say he's also a member of the clergy. He has a big
following wherever he does, and is accompanied by another friend of his ambaye atakaa tu huko kunde niku ya zunguma fulani tonenyo. Just say jambo, just greet this friend, Dr. Hansen, a good friend for a long time. 1 minute. Habari. Habari yako. One term. They're asking you to say one term. One term. I'm the president of World Ministries International. Yeah. I travel the nations. I meet with the governments. I meet with the church leaders. 4 sins bring judgment on a nation: idolatry, immorality, killing the innocent, and dividing the land of Israel. The Excellency Stephen Kalonzo Musyoka is one of my dearest friends. I've known him since 2007, 2008, during the fighting, because of corruption, because of racism. I flew in. Kofi Annan, Condoleezza Rice, I flew in. I met every day with His Excellency in his office or at his home. I know him to be a righteous man, an honest man, a man of integrity, a true Christian. Corruption is destroying the nations. I meet again with the presidents. I'll be with 12 different nations, 12 different presidents this year, calling for national repentance. We have got to have a national repentance in Kenya. Thank you. And His Excellency will lead it. Hey. Let me pray for him. Thank you. Well done. Father God, cover him under your blood. Let your angels be around him. Give him victory, give him peace. Keep him safe from danger, accident, harm, or disease. Give him wisdom, dear God, to bring peace and prosperity and to terminate all corruption. Protect him against his enemies. Let them fall in their own pit. But let him rise up and lead this nation under the kingdom of Jesus Christ for the glory of God and a revival throughout Africa. In Jesus' name, amen. Amen. Hata yeye amesema one term. Si namna hiyo? My brother Peter Katirao Mwenya, kuja usalimia. Even if you want to greet them in Kimeru, actually just talk to them in Kimeru, you may be surprised. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Antubai Kamba, Muyaseo, Muyasao wengi. Asante sana. Mimi naitwa Peter Munya, kama vile mmeelezwa. Mimi ndio kiongozi wa kitaifa wa chama cha PNU, Party of National Unity. Ni ile ilikuwa ya Kibaki mwisho eh? Mnakumbuka hicho chama Kibaki alianza, mimi nikakabidhiwa hicho chama alipoondoka uongozini, na hicho chama ndicho naongoza. Na sisi tulikutana kama chama na tukakata kauli moja ya kwamba tunaungana na viongozi hawa wengine kwa muungano wa opposition kuhakikisha ya kwamba ni one term. Semeni one term. One term. Kenya tumeingia kwa shimo kubwa, na hakuna njia ingine ya kujitoa kwa hiyo shimo ambayo tulijiingiza sisi wenyewe. Lakini ni sisi wenyewe pia tutajitoa huko. Si ndio? Tumesoma ile masomo ambayo inahitajika. Ujinga itakuwa
kusoma somo halafu unarudia hiyo makosa tena, ama namna gani? Kwa hivyo sisi tuko pamoja. Mheshimiwa Kalonzo ni wa nyumbani. Hapo mmesikia Gatithine, hao ni watu wangu, ndio walikuwa wananipigia kura. Hao watu Gatithine. Antoba Gatithine bwe baba ya. Mueni renge. Basi hapo ni nyumbani Tigania East. Kule nilikuwa mbunge. Mnajua baba ya Mheshimiwa Kalonzo alikuwa na nyumba ingine hapo. Nilikuwa naenda kumuona hapo Gatithine. Na mama yake si yuko. Mama yetu ndio huyu hapa. Kwa hivyo tukiwa pande hizi tuko nyumbani. Tuko na ndugu yetu hapa. Kiongozi ambaye anaheshimiwa kabisa, ambaye ana msimamo mzuri, ambaye anaweza kutupeleka mbele. Ama namna gani? Ile muhimu ni tuungane pamoja sote, tusiwe na mtu kule nje, tuweze kwenda mbele. Na kama vile Mheshimiwa Linturi amesema, Meru iko sawasawa, isiwaweke wasiwasi. Tukiwa hapa, tukishikana hivi, msiwe na wasiwasi yoyote. Sawa. Kwa hivyo kwa sababu ya muda alikuwa tata kuwaonyesha tu, sikuweza kwa sababu muda hukuwa mrefu. Niliambiwa tu juzi, nimekuja na wanachama kama 3 hivi, wakuje tu waonekane. Gen Z one term. Sasa hiyo inasikika mpaka Meru tukiwa hapa. Suko na Mheshimiwa Bwana Baita hapa. Bwana Baita ni wala Baita huko Nairobi. Fikiri salamu tu asalimie kwa sababu ya muda. Salamu tu. Ndio huyo. Alafu tuko na Bwana Pius hapa. Pius Mutua. Mudhoni wenu hapa. Pia wasalimie kwa mikono hivi. Na tuko na Timothy. Jana ambaye anataka kiti anataka kiti ya senator ya Meru. Pia tuko naye hiyo sema one term. Na pia tuko na Secretary General. Huyo ndio nilikuwa nataka wasalimie kidogo. Ako karibu na Gen Z, Bwana Walukwe. Bwana Walukwe anatoka Siaya. Mnataka kusikia habari ya Siaya? Bwana Walukwe. Asante. Harambe. Well, policy ukitaka kusema PNU tunasema kazi iendelee. Ukisema kazi iendelee unasema one term. Kazi iendelee. Asante sana kwa kutukaribisha huku. Tumeshukuru na tunasema tutaendelea kushikana ndio tutengeneze serikali 2027. Asanteni. Asanteni sana. Tupeleke salamu Meru. Tupeleke salamu za one term Meru. Semeni one term. Asanteni sana. Sasa nitamuitia mtaalamu. Wacha ile Raila alisema anapelekea Ruto wataalamu. Mnataka kuona mtaalamu ambaye ni mmoja wetu, amekuwa Attorney General juzi, amekuwa Minister wa Public Service, mtoto wake akatekwa nyara, alikuwa speaker wa bunge. JB Muturi wanaenda makeri ya Kamba. Asante. Jameni, msimamo. Sasa kwa sababu vile Mheshimiwa His Excellency amewaambia, alikuwa ile ya speaker mimi nilitoka. Hii ya AG ikafanywa ukarabati. Hata sasa hivi mnaona vile inafanywa. Hii ya waziri Ruto akafanya mambo yake. Si sasa mimi lazima na mimi nichukue kazi nyingine. Kazi yangu ni kuhakikisha William Ruto ni
William Ruto ni kuna kazi nyingine mimi niko nayo. Nataka niwaulize Gen Z, William Ruto nilipoenda kwake kumwambia mtoto wangu ameshikwa, alipiga simu kwa Nurdin Haji, mtoto akaachiliwa. Nikamuuliza, kwa sababu ni wengi wameshikwa, familia zao hawajui wako wapi. Paka saa hii wanalia. Hawajui, hawana mtu wa kupigia simu. Si kweli? Lakini William Ruto alipigia ofisa wa serikali. Si kweli? Kwa hivyo William Ruto anajua ni nani ana abduct watu. Kuabduct ni kinyume cha sheria ya katiba ya Kenya na international law. Ni kweli? Sasa jana William Ruto atikwa prayer breakfast anasema kama tulikosea, kwani kushika watu si makosa? Kushika watu, kuwaua, kuwaficha si makosa? Ati Ruto anasema kama tulikosea. Ati kama tulikosea natoa msamaha. Iko msamaha hapo? William Ruto, take your apology to Sugoi. Ni kweli? William Ruto, take your purported apology to Sugoi because you are going to be one term. Harambee! Jameni, mambo ni mengi, lakini ule uchungu tuko nao Kenya. William Ruto anasema hawa watu wanapokusanya hakuna jambo ya kuongea. Lakini tutaongea mambo ya uchumi ambao huko umefilisika. Sasa nataka tumpatie mawaidha ati atengeneze uchumi, na tunajua kazi yake ni kupora. Mkisikia Mheshimiwa His Excellency Rigathi Gachagua, mkimsikiza Franklin Mithika Linturi, munisikie nikiwaambia State House is a scene of crime. Jameni, leo nimeona aliyeingia kwa ofisi ile nilikuwa ya Attorney General amesema ati public seal ako nayo sasa. Tangu haya mambo yaanze kuzungumziwa, sijui alikuwa amelala, na sina vita na huyo mama kwa sababu she actually means well kwa roho yake. She means well, but you know she is a civil servant. Sio mwanasiasa. Mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka hapa anaweza kuwaambia, na hawa wote nimetaja hapa, wakati Kenya inaenda kukopa pesa, tuseme kwa World Bank, opinion ile inatolewa ni ya Attorney General, na lazima kuwe na public seal ile muhuri. Isipokuwa hapo, hata mpeleke hiyo opinion kwa World Bank, hamwezi pata pesa. Sasa hiyo Ruto anataka kuweka pale Ikulu. Sasa jameni, wanataka tukee hapa ati tuwaambie vile tutatengeza uchumi. Ni kweli ni vizuri tutengeze uchumi, lakini mtatengezea Ruto uchumi kweli? Kama ingekuwa isipokuwa ni sisi ni watu wa kufuata sheria, kesho tungesema enda Sugoi. Hapa ni kweli? Ama tuanze polepole hivi tunasema one term polepole tumpeleke, kwa sababu yeye ni mtu anapenda wheelbarrow, tupeleke yeye polepole na wheelbarrow, ama namna gani? Sisi katika chama cha Democratic Party
tuko ndani ya huu muungano ambao tumesema kazi yetu ni kuhakikisha kwamba utawala duni wa William Ruto tunatamatisha wakati uchaguzi unaitwa. Ikiitwa kesho kutwa, ikiishwa baada nyuma ya mwaka moja, iitwe 2027. Hii team baito mombelewa muitabizwe ne my brother umutabize nye nine na kikamba emau nine wa kikamba na nine na kikamba ola ila mbadhisia mayonongwe wa ndo akwasia ko I want to assure you, nyinyi ndugu zangu, unajua nilikuwa nimeambia mheshimiwa ningekatia hapa, lakini nikasema acha nizunguke kidogo nione vile Kenya iko vile inaharibiwa na William Ruto, kwa sababu sisi ametukera sana. Yangu ni kuhakikishia kwamba ndugu zangu na dada zangu, sisi hapa mkituona hivyo tuko na nia. Jenzi mmejam. Na kama mmejam, one term. Ruto, one term. Ruto Sugoi, direct. Harambee. This team is united. Please have peace. Have peace. And I can assure you, we are going together and we are going to deliver this country out of bad governance. God bless you. Harambee! Harambee! Jua ya ajabu. Mimi ningetaka niite Masai. Kabla kuita ndugu yangu Eugene Wamalwa, kuna senator shupavu. Unajua Masai hawaogopi. Mheshimiwa Senator Seki, kabla ya kukuita, nataka ujue hawa watu kile kitu alikuwa anaogopa huku ni Mukabi. Mukabi mwekademwete Mukabi. Mudhozitio weze Mukabi we. Senator wa Kajiado ambaye ni shupavu. Mtu haogopi. I think utatuongoza kwa sherehe yetu ile tulikuwa nayo. Karibu. Yeah, one time. Asante sana, Your Excellency, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mimi naitwa Lenku Kanar Seki, Senator wa Kajiado County. Na mimi ninaona Wamasai wengi hapa sana. Wako wengi sana. Kwa sababu hapa ni karibu na Kajiado. Machakos na Makueni na Wakamba wote hata tumepata wasichana wengi sana siku hizi wako pande ile ya Masaini. Na sisi tukasema kama Wamasai hatutaachwa nyuma Kenya ikiongea. Wanapoongea tukiwa nyuma ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigiji na viongozi hao wengine wote, Kajiado itakuwa pamoja, Narok na Samburu watakuwa na Wakenya wote. Your Excellency, juzi unajua tunataka kusikiza ground. Nikawa na mkutano ya watu 12,000 pale Kajiado. Na watu wakaniambia niungane na Wakenya ili tukomboe nchi yetu ya Kenya. Na hakuna lugha nyingine. Lugha moja ni one. Bwana mjasema vizuri. Lugha ni gani? Lugha ni gani? One term. Yes. Ruto aende Sugoi.
Tumechoka na mambo ya kasongo, mambo ya kutoa uongo kila baada ya uchao, uongo. Hata ukiongea, hata ukiomba msamaha ni uongo. Macho inakuangalia vizuri ni uongo. Tunasema kama Wamasai na Wakenya wote na Wakamba na watu wa mlima na watu wa Western, wote wa Kenya wamesema kasongo, kasongo. Asante, Your Excellency. Maina, just a minute. Maina Gatangi, representing Wakenya wote ambao wako nchi za ng'ambo. Huyu jamaa ametoka Uingereza juzi, wana organize themselves na wote wanasema one. Gatangi, 1 minute. Sema tu. Your Excellency, Honorables, Yani wananchi wote hamjambo. Mimi naitwa Maina Gatangi na mimi na represent diaspora. I'm based in the United Kingdom. I'm the vice chair of SKM presidential campaign. Vile tumefanya sisi ni watendaji. I know we can talk all day, but if we don't put action, then we are going to have back this notorious man called Ruto. Okay, so we have put infrastructure, communication, and fundraising in place. So I am here to represent the diaspora, and through my blessings of my chairman, Thomas Musau from Makueni, wa diaspora wote wanasema one term. One term. Thank you. One term. Thank you. Natamwita chairman wa Jubilee. Amekuwa expert wa ajabu. Anajua mahesabu yote. Aliniambia one time 2009 alikuwa anasimamia mambo ya national census huku. Sasa anawakilisha chama cha Jubilee, Mheshimiwa Saitoti. Karibu dakika moja tu ndugu yangu. Realize we are many before I call Wamalwa. Alafu here. Harambee! Harambee! Kama vile His Excellency amesema, majina yangu ni Saitoti Jerome na mimi niko hapa kuwakilisha chama cha Jubilee, na kama ungenikubalia Your Excellency, wala wa Jubilee wako hapa, hebu just wave pahali mlioko. Na hata Secretary General wao Kioni alikuwa anajaribu kufika. Akifika ni sawa, Mheshimiwa Kioni JN. Kwa hivyo chama cha Jubilee ambaye kinaongozwa na the 4th President of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, kinaunga mkono umoja wa vyama tanzu vya upinzani zile ambazo zinakuja pamoja na zichague mtu mmoja ambaye atapambana na nani? Na msidanganywe, kiti chote ambacho huchaguliwa na wananchi kama presidency, ni wananchi wanaamua kama utaenda 1 term ama utaenda 2 terms. Kwa hivyo mkiamua ni 1 term, hiyo ni uamuzi wa nani? Na hiyo ni nini? Ni demokrasia. Kwa sababu tunataka kama angefanya kazi mzuri angepatiwa 2 terms, lakini kwa sababu wameharibu nchi, sisi kama upinzani tutachagua mtu ambaye ataimprove nchi hii iende mbele. Kwa hivyo sisi sote ambazo tuko katika vyama tanzu vya upinzani tutakuja pamoja na tuchague mtu mmoja. Jubilee bado hatujaamua ni nani, lakini tutaunga mkono ule ambaye atachaguliwa na vyama tanzu. Asanteni sana. Thank you. Thank you, Chairman. Nitamwita sasa. I think leo mtakuja pamoja na ndugu yako. Mlikuwa juzi mnaandamwa huko. Nitamwita sasa my brother Eugene Wamalwa. Thank you. Asante. Asante sana majenzi. Harambee! Nataka nisikie kina mama peke yao. Kina mama mpo?
Harambee! Okay, tusikie vijana majenzi sasa. Harambee! Wazee wote wanaume walio hapa Sekuru, harambee! Hey. Kwanza niseme niko hapa na watu wengi kutoka Western, lakini sababu ya muda sitawaalika, ila tunipeane salamu. Nimekuja na salamu za ndugu yangu Dr. Muhisa Kitui kutoka kule Bungoma, na Bungoma wamesema one term. Kitui mnasemaje? Salamu kutoka Kitale, ndugu yangu natembea na timu yetu huko, wamesema Kitale wamesema one term. Kitale Trans Nzoia wamesema one term. Machakos mnasemaje? Nilete salamu za ndugu yangu Philip Kisia kutoka Vihiga County. Vihiga wamesema one term. Makueni mnasemaje? Hey, hii imeenda bwana. Rigiji, hii imeenda haki ya Mungu. Sasa kama Ukambani yote wamesema ni one term. Western yote wamesema ni one term. Embu wamesema one term. Meru, huyu Munya, Linturi wametuambia ni one term. Na Murima mwenyewe hako anakuja hapa. County 10 wanasema. Tayari tuna county 30 na zote ni one term. Si basi huyu jamaa mambo yake yamekwisha? Aende asiende jamani? Mumeamua Kasonga aende? Mumeamua Kasonga asonge? Bas, mimi nina machache ya kusema, na sababu vile mimi nimeona Kenya nzima imeamua William Ruto ni one. Hata Oscar Sudi rafiki yake, nimemsikia Oscar Sudi akisema haya mambo vile yanaenda, hawa watu inaonekana watatutoa na huenda wakatufunga. Yani tayari wenyewe wamejua wameiba kuiba. Wamefanya ufisadi kupita kiasi. Na wanajua ya kwamba serikali ijayo iliyo hapa Sekuru ikiingia, wao wako tayari wenyewe kwenda jela. Leo nataka niwaambie hivi, wenzetu wa broad based. Yes, mnaweza iba pesa. Yes, mnaweza iba mashamba. That is recoverable. Lakini vile Bishop amesema hapa Sekuru siku ya leo, msidhubutu kuiba kura ya Wakenya. Rigiji ametoa onyo juzi. Na mimi nasikia wengine wanaanza kutoa vitisho kwa Rigiji. Eti wanataka ati kufika Jumamosi awe arrested, awekwe ndani. Mimi leo nataka niwaambie wenzetu wa broad based government, sababu kuna wengine pale kama Oscar Sudi hawaelewi Kiingereza sana. Si mnajua Wamalo anaelewa Kiingereza? Let me teach you some English, Bwana Oscar Sudi. There is something in English called paraphrasing. When you paraphrase, you don't own the words. You are quoting someone else. Bwana Rigiji, our second deputy president, paraphrased someone called Kriegler. Kriegler alisema hivi, ya kwamba if Kenya does not address the electoral concerns that have arisen from the electoral chaos, then come the next general election, that election will make 2008 January chaos look like a Christmas party. That is what Judge kutoka mzungu kutoka Afrika Kusini alisema. Na Rigiji amequote huyo mzungu. So he only paraphrased. And today from Sekuru, from what our bishops have said today, we want to tell William Ruto, if you dare interfere with IEBC, if you dare steal this election, basi ile warning ya Kriegler sio ya Gachagua.
that thing can actually haunt Kenya again. Don't take us down that road again. Sababu wewe ukifanya Kenya iende down that road tupoteze maisha. Mali we can recover. Mashamba mnaiba we can recover. And we have an asset recovery unit we are going to really work on. But lives can never be recovered. So hivi leo tuwasema yale tunasema kule mbele, it is wazi. Kenya imeamua Ruto must. Jana Tifa imeonyesha wazi. 75% ya nchi hii imesema Kenya is headed in the wrong direction. Imesema ya kwamba 75% ya Wakenya have rejected Ruto and his corrupt government. Kwa hivyo tunasema Ruto ni. So hayo tuataka yale amesema jana ati anaomba msamaha. Mimi nataka niseme majenzi mko hapa. Munakubali apology ya Bwana Kasongo? Sababu alisema if ati kama alifanya makosa. Majenzi walikufa hawakufa. Vijana waliumizwa hawakuumizwa. So Bwana Ruto, is not a question of if. You have blood on your hands. That apology umepeana jana, conditional apology, is not acceptable and it has been rejected by Gentiles of Kenya. Na sisi tunajua abductions have been done in Kenya and are still being done under Ruto's watch. Tuko na yule ambaye ni victim. Yeye mwenyewe kijana wake alitekwa nyara, alikuwa attorney general wako. Si ameongea hapa? Are there abductions in Kenya or there are no abductions? Alafu tunaanza kuambiwa ati wa Kenya have started abducting themselves. Ati wanajishika wenyewe, wanajipiga wenyewe, wanajiumiza na wanapelekwa hospitalini. Sisi si wageni Kenya. Tunajua historia ya polisi na uongo and setups by the system. Tangu nyakati za Robert Ouko. Mwili wake uliopatikana Gotalila kule Kisumu, walisema eti huyu jamaa has committed suicide, amejichoma mwenyewe, amejiua. Ukweli ulipatikana. Julie Ward case, ukweli ulipatikana. Na sisi hatuwezi amini hawa polisi ambao walichukua mluya mdogo anaitwa ati Collins Lumasi. Sijui nani, mnakumbuka ile kijana alisema ati yeye ameua watoto kule Kware. Amechukua vijana wengi, wamewekwa mbele ya polisi ya Kware. Hiyo ndio polisi tunaweza tukaamini kweli? So do justice, na polisi msianze kutumika kisiasa. We must stop weaponization of our criminal justice system. That we demand today. Mwisho nataka niwaambie watu wa Sekuru. Huyu Kalonzo Musyoka. Leo tumekuja hapa team kubwa. Kuna vyama karibu 10 vimekuja Sekuru siku ya leo. And I want to thank the Wiper Party leader kutukaribisha nyumbani kwake hapa. Chama cha Wiper kimekuwa steady, and Wiper was the glue that held Azimio together. I thank the governors of the 3 great counties, Malombe, Junior, Wavinya. Hawa gavana watatu wamesimama pamoja, wamesimama na ndugu yetu Kalonzo. Nashukuru senators wetu wote watatu wamesimama na Kalonzo Musyoka. Na wabunge wote wa Ukambani hata wakati wa yes kura walisimama na wananchi. Wakati wamenyemelea Rigiji, Ukambani yote walisimama na Rigiji. Leo tunataka tuambie watu wa Ukambani, wema hauozi. The scriptures say, let us not be weary in well doing, for in this season we shall reap if we faint not. Ndugu Kalonzo umesimama na Raila mara 3. Rigiji leo nakwambia huyu Kalonzo akikwambia atasimama na wewe, haki ya Mungu, you can take his word to the bank. Alipoambia Raila atasimama na yeye mara 3, amesimama na Raila. Leo Raila ukikaa na Kasongo huko Kisumu,
Kumbuka, you owe Kalonzo Musyoka a debt of gratitude. Leo tunataka tuseme hapa 10 political parties. The Wiper party leader is here. The DCP party leader, the newest, fastest growing party, Bwana Rigiji mwenyewe wako hapa. The DAP party leader, yours truly, niko hapa Seikuru. The DP party leader, speaker wetu, ako hapa, JB Muturi. Party leader wa PNU, Peter Munya, ako hapa. Leo tumeona team ya PLP, wako na sisi hapa. Jubilee, wako na sisi hapa. Tuko na vyama vyote, almost 10. And today we are saying this. We are united and we shall never be divided by Kasongo. Hatutaki pesa yako Kasongo, usifikirie utatununua sisi. Hatutaki vyeo vyako ambavyo umetumia to bribe our colleagues in the opposition. Leo ndio wanakupigia makofi Kisumu. Hatutaki vyeo vyovyote vya kwa serikali ya Kasongo. Ile tunataka ni kusongesha Kasongo asonge aende wapi? Mutatunga mkono jamani? And we promise you, one thing we will do, hii safari tulitembea 202, na Wamalwa na Kibaki, tukaja hapa na Kalonzo na Ngilu. Mkituona hapa, tunafuata huo mkondo. We'll stay together and we'll be ready to sacrifice vile vijana wetu wa Gen Z wale sacrifice. Hatutawachana. Kile naomba viongozi wenzangu, if we want to succeed as Kibaki, Wamalwa, Kalonzo, Ngilu succeeded, we must be selfless. Tusiwe watu wa tamaa na watu wa kujitakia. Sisi tuweke Kenya mbele. We must put our country above our politics. This is the only way we are going to succeed. Vile Wakenya wanaumia na ushuru unaongezeka, hata mwezi ujao unaongezeka. Sisi na Uhuru tulikuwa tumesema kina mama wazae bure, tukalinda mama wa nchi hii. Huyu jamaa ameharibu the health sector. Sisi na Uhuru tulisema mitihani, ninyi msilipe pesa ya mitihani. Kuanzia hii Juni bajeti, Bwana Kasongo anarudisha mzigo huo kwenu, ninyi mwanze kulipa hiyo pesa. Sisi tunasema Kasongo aende asiende? Kasongo! Kasongo! Your Excellency, kwa niaba tu ya marafiki zangu nimetoka na Western, tuko na Cleo Malala, kijana barubaru kutoka Western. Na Cleo akimaliza, nitaomba dakika moja kwa my deputy party leader, Mheshimiwa Wamnyinyi kutoka Bungoma, alete salamu pia. Na yeye ana mwaliko rasmi kutoka Western. Tuwataka tukitoka Seikuru, tuwakaribishe mkuja wapi? Mko tayari kuja Ingo? Tutembee pamoja? Hebu nione mikono mnaosema Kasongo enda. Asante sana. Nikisema Harambee mnasema one time. Harambee! Mimi leo nimekuja hapa na kiongozi wangu wa chama cha DCP, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yeye ndio amelead team yetu kama chama cha DCP kukuja kutembelea baba yetu kisiasa, Mheshimiwa Vice President Stephen Kalonzo Musyoka. Na mimi leo vile nimekuja hapa, nimeshangaa kwamba hapa Ukambani, na naambiwa iko mahali pengine paitwa Kadhungo, mahali Mheshimiwa Stephen Kalonzo alizaliwa. Nashangaa kuna mtu anaweza toka hapa aende paka akuwe Vice President of the Republic of Kenya. Ningependa kupongeza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, you deserve to be the leader of this country. Wewe, tumeona utulivu wako. Tumeona you are very tolerant. You can give space. You can cede ground for your colleagues. Kama umaifanyia hivyo wenzako, pia wenzako ni lazima wawe tayari kukufanyia.
So party leader wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua is very committed to this cause. Sisi tunafata mwongozo wake. Na jana tulikuwa tumekaa na party leader wangu tukitazama ile maneno ya prayer breakfast. Tukaona jamaa anafanya ile kipindi alifanyanga kila siku, ati anaimba alafu anasema naomba msamaha. Sisi tungependa kuambia William Ruto kwamba there is a difference between apology and repentance. Apology ni kuomba tu msamaha, kusema nimesamea. Lakini repentance ni lazima utaje ni makosa gani unataka kusamehewa. Sisi tutakubali if you will repent. Ukuje useme uliua nani, uliabduct nani na siku gani. We shall only accept your apology and repentance wakati utasema ni nani aliiba ile seal ya Attorney General akapeleka State House. We shall only accept your apology and repentance wakati utaregesha shamba 30,000 ekari kule Masailand ambaye umechukua. We shall only accept your repentance and apology wakati ile shamba ya Ngong Forest ambayo umekata unatengeneza hoteli uregeshe wa Kenya. That is when we shall accept your repentance. So hatutaki kudanganywa. Mimi naona hivi majuzi Mheshimiwa Rigathi Gachagua amesema vizuri, anawakumbusha kwamba kama mtaiba kura, basi kutakuwa na yale maafa ambaye yalikuwa ile mwaka ya 2007. Alafu jana bunge nzima juzi linakaa masaa 3 kudiscuss Rigathi Gachagua, na Rigathi Gachagua alikuwa anawakumbusha kwamba in 2007 yule mtu alikataa matokeo ya uchaguzi alikuwa Raila Odinga, na uko na yeye hapo. Yule mtu alishtakiwa, unamjua wewe mwenyewe. So why are you pushing Rigathi Gachagua? Mnamdiscuss for 4 hours in parliament. We want to tell you, Rais William Ruto, sisi tumesema wakati ya Gen Z walikuwa nafanya maandamano 25th of June last year, uliita press ukawaambia kwamba unaenda kupunguza maneno ya opulence. Unaenda kupunguza maneno ya opulence. Ukasema utakuwa na mali watu wanaenda harambee kila wakati na kutoa mapesa. Sasa hata mwaka hujaisha umechukua pesa zetu. Kila weekend unapatia wakina Faruk na viongozi wako wanabeba magunia za pesa wanapeleka ati empowerment program. 1 year ago, William Ruto, wakati Gen Z walikufa kwa barabara, ulisema ya kwamba wewe unaenda kupunguza the number of advisors in your government. As we speak right now, ameongeza advisors wake ni wengi kabisa. Hao advisors wake hata hawana ofisi. Wanafanyia mkutano kwa WhatsApp group na wanalipwa mamilioni za pesa. Ilhali madaktari wetu UHC workers hawajalipwa, wamefukuzwa. So sisi tunakuambia William Ruto, tumeona kuna kitu moja umefanya vizuri, lakini ukweli Mheshimiwa Kalonzo, kama mtu amefanya kitu mzuri pia lazima tuseme. Niseme nisiseme? Yeye ameanza kufuata mwelekeo ya wale viongozi wa Afrika ambao wanajua wanaenda nyumbani na wameanza kuomba msamaha. Muliona Museveni juzi akisimama na bibi yake akiomba Waganda msamaha kwa sababu anajua anaenda wapi? Nyumbani. Vile vile pia wewe Ruto, niliona ulifanya kitu mzuri. Ulisimama pale ukaomba Wakenya msamaha kwa sababu unajua Ruto ni one term. Thank you very much. Ndugu wa Mwenyenye,
Briefly, ndugu wa mwenyenye, uno wala mbukusu la mukube bio. Ala ngai maazamu no. Nasema you are the shortest bukusu. Mimi ndio mfupi zaidi kutoka huko. Mheshimiwa Vice President Kalonzo Musyoka, the People's Deputy President Rigathi Gachagua, viongozi principals walioko hapa, wabunge, senators na watu wa Ukambani wote, hamjambo. Mrembe mno. Mimi niko na mambo mawili. Sijafurahi, sijasangala. Ya kwanza, kwa niaba ya chama yetu ya DAP, kiongozi wangu ameongea, lakini nataka kusisitiza kwamba sisi tulifanya uamuzi na tukasema tutakuwa katika huu muungano, tutakaa pamoja na viongozi wengine wote, na yule ambaye atachaguliwa, sisi Eugene ndio kiongozi wetu, na mmesikia akisema mwenyewe, yule ambaye atachaguliwa, kama atakuwa Eugene, sisi tutafurahi zaidi. Akiwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, pia tutafurahi. Na mimi naona nyinyi mtafurahi zaidi kama tutakuwa na Kalonzo Musyoka. Tukiamua ni yeye, mtasimama na yeye. Jambo la pili, tumeona intimidation, harassment. Wana harass huyu Mheshimiwa Rikiji kila siku. Wana harass viongozi. Mumeona wakipiga malalatia gas huko Kakamega. Wamepiga Mheshimiwa Eugene na team tukienda Nzoia tia. Yaani wao wako na malengo ya kuharass viongozi wa upinzani. Na mimi nataka kuwaomba wajue sisi si waoga. Hatutarudi nyuma mpaka tukomboe nchi yetu. Mpaka William Ruto afanye nini? Tutatafuta njia fupi tukifanya pamoja. Nimesikia hapa JB akiongea mambo ya Sugoi. Lazima tute njia fupi ya kumfikisha wapi? Sugoi. Aende huko, alinde kuku wake, atengeneze mayai ile alikuwa anaambia watu alikuwa anauza mayai, arudie hiyo biashara. Angoje wakati sisi tukiwa na hawa viongozi katika serikali aone nchi ikitengenezwa. Harambee! Harambee! Kwa hayo machache, asante sana Your Excellency. Well done. Thank you. Basi niliona Kidhusio. Kidhusio hoye! Tutaimba hiyo. Leo hakuna mtu mwenye haraka. Kabla ya kumwita ndugu yangu Deputy President wa awamu ya pili, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nilisema kabla. Comrades, peace. Thank you. Kabla Mama Doka zinaitwa Mama Boy pia. Okay. Kabla ya hiyo, wacha niwapatie salamu maalum. Nimepigiwa simu saa 1 asubuhi na ndugu yetu Fred Matiang'i. Wangapi anapokea hizo salamu za Fred Matiang'i? Akasema tutaenda katika kila pembe ya nchi hii tukiwa pamoja. Kwanza yeye anaamini muungano huu wa kukomboa Kenya. Na anasema one time. Anasema one time. Lakini najua kuna mheshimiwa ametumwa na salamu fulani. Kuna one of my good friends, serious party members, Ben Momanyi,
ako na mwenzake pale, watakuja at the right time, because kabla, in the very few moments, nikizungumza yale ambayo niko nayo, nimwalike ndugu Rigathi, nita-hand over kwa magavana, bado hapa hatutoki haraka. Singa namna hiyo. Liko azatwe mozie. Tuwe mozie. Mimi nataka niimbe, ngoja kidogo. Comrades peace. Comrades wisdom. Basi. Nataka niimbe wimbo wa Kitharaka. Wajue huku ni nyumbani, kuna Wakamba, kuna Watharaka. Nataka wanichukulie hiyo wimbo yangu, nizungumze, nimwalike, nikizungumza, nimwalike Rigiji. Imombozi ya wadhi wakwa. Nauma kwaza babu ndagana Nauma kwaza babu ndagana Hoye, hoye, nauma. Nimetoka mbali. That's what it means. Sababu ni, beloved. Tumekuja leo nyumbani. Naomba mnisikilize. Wenzangu wamezungumza, ujumbe kutoka Muna leo Sekuru ni moja, kwamba usidhubutu, usijaribu kuiba kura ijayo. Na tena tunasema haitawezekana. Na tuna sababu na tuna nia. Sababu na nia ni nzuri sana. Sababu ni nyingi. Sababu moja ya watu wapa wa Sekuru na watu wa Kitui County. Nyinyi mmekuja hapa kuja kwa aliyekuwa makamu wa rais. Mukatembea barabara kutoka Mwingi. Mukaona ile Kibaki na Kalonzo tulijaribu mpaka kufika Kamuongo. Na kwa hesabu ya hawa Kasongo wanasemekana wameweka lami mpaka Kibaoni, yanaingilia na ile ingine ya ilitengenezwa na Duales Company. Quality poor. And yet, Raila mwenyewe akiwa Minister for Public Works, kwa serikali ya muungano wa Kibaki na Kalonzo na Raila na wale wenzetu, nilitembea na Raila mimi, nikatoka Mwingi, tukapitia Usueni, nikawaambia hii ndio njia. Raila alifika Usueni. World Bank funded. Pesa zilitolewa na Benki ya Dunia kufanya that research. Nyingine ilikuwa ipite pale Kibaoni, iende Gatunga mpaka Maua mpaka Isiolo. Hii ndio barabara ya kuunganisha landlocked Ethiopia with our port city of Mombasa. Na hakuna anayejali. Sisi tunatoa ushuru, na tena tunatoa ushuru ule mkali, kwa sababu kupeleka bidhaa zetu sokoni, watoto shuleni ni problem. Kwa hivyo tumekuja hapa tuseme, wale walienda kuomba barabara kwa Ruto, shame on you. Wewe unatoa ushuru na unaenda kusema mtukufu rais, nataka barabara ile ambayo, kwanza nataka wajue, nataka wanisikilize. Comrades peace. Mimi mwenyewe nilianzisha barabara nikiwa vice president kutoka Kibwezi, Mutomo, Kitui, ilikuwa ifike hata Mwingi, wacha hii ya Mbondoni mnaenda kuomba Ruto. Na ilikuwa ipitie hapo kando ya Mwingi, iunganishike na ingine ya kutoka Kamuongo, iende hiyo Gatunga kama Afsei, na nyingine ipite Kase, ipitie Irira mpaka iunganike na watu wetu wa Embu. Lakini what has happened? Ati nasikia Ruto anakuja Mwingi. Tunasema karibu, lakini ukija Mwingi, we mwenyewe kwanza, watu wa Mwingi, Mheshimiwa Mulungi anajaribu kufika. Aliniambia akifika Mwingi atamuuliza Ruto, akiwasalimia atamwambia county ya Mwingi iko wapi? Because alikuja hapa sema county.
kudanganyana wazi. Kila kitu kiko mbaya. Sikilizeni, mimi na Rais Kibaki, nikiwa Vice President wa Kibaki, tuliunda muundo wa ajabu ku empower the youth of this nation. Tukaleta duty free pikipiki za bodaboda. Because kumbukeni hadi wakati huo watu wa Western kwanza walikuwa wametia fora kwa bodaboda ile baiskeli. Kumbukeni, tukaleta hizo baiskeli, motorbikes, zikaenda kila mahali. Lakini in 2024, idara ya pikipiki ambazo zililetwa Kenya za bodaboda ilipungua kutoka pikipiki 1,302 in 2021 up to 55,000 in 2024. Na kila pikipiki ya bodaboda inayoletwa nchi hii, mwananchi analipa ushuru wa 12,600 kila pikipiki. Na nyinyi hamjui hivyo? Aende asiende? Sasa tunaahidi kutoka hapa vijana wetu, because we know the next level sio kwamba mtu anatoka university na ile kazi anaweza kupata peke yake ni ya kuendesha pikipiki. La, we want to invest. Lakini investment kama ya Kithuki hapa na hapa Sekuru, Mheshimiwa Gavana Malombe tumeongea, watu wamestaajabu kulala mwingi wamepata biashara. Hapa watu kwa sababu Ngema Integration Center ni hapa. Ninawaalika watu watoke Mlimani, watoke Nyeri, watoke Kiambu, watoke hapa Meru. Hapa by the way, Mheshimiwa Peter Munya, we have 2 SACCOs. Resolution SACCO na nyingine zote from Meru. Ziko hapa. But come and invest, because integration will make peace, will make sense. Kwa wale wazee tumeona hapa Ngema kina Ndoto na wale wengine, it will make sense if we empower ourselves, sisi wenyewe kwa kuweka investment. Nakumbuka mzee mmoja anajaribu sana aitwa Nderitu. Pale Kithuki serikali ya Ruto hata wamekata kila kitu. Na tulianza hiyo irrigation, ni lazima itaendelea. Kumbukeni kuna project hapa ya Kibaki na sisi inaitwa High Grand Force. Iko hapa. High Grand Force is a Vision 2030 project. Hiyo ikiwekwa na Ruto niliona hapo alijaribu angalau, lakini amesahau. Ninamwambia sasa, ukiingilia those investors from the UK ambao tayari wamekusanya pesa kutosha kuweka High Grand Force iwe effective na kuproduce 650 megawatts ya stima hapa. High Grand Force wa Tharaka na ibuka hapa tu karibu na ile shule ya Mama Malia. Hiyo italeta irrigation area hii yote mpaka Tana River. This is the future. We don't need you, Mr. Ruto, to come and do what you must do. We don't want you, because you don't even know what I'm talking about. Haelewi naongea juu ya kitu gani. Aende asiende? Hii barabara ya kutoka Kibwezi kuja Kitui, of course Uhuru aliweka bidii during his second term, and we know Ruto ndiye alipinga isitoke, imefika pale kwa siku. Alafu na mheshimu mzee Musila because anaelewa story. Alienda kuomba tena Ruto. Mwambia David, wacha, wewe ni mzee wa heshima, usiombe Ruto anything. Ni haki yetu. Mheshimiwa Jessica Mbalu ako hapa. Yule Mheshimiwa Jessica Mbalu mjumbe wa Kibwezi East. Walipigwa tear gas na akina Musila. Nikamwambia nimeanzisha hii barabara, Uhuru second term ikafika Kitui. Na ikapita Kitui kaja kwa siku. Sasa wanaenda kuomba Ruto atuwapatie 17 kilometers. Shame on you. Shame on you. We are going to do this road with Ruto going home. Tutaifanya kila mahali. We prioritize kila wananchi wa Kenya wapate haki yao. Ama sivyo? Umeona hiyo sehemu mpitia vijana kutoka Kamuongo to come to a place. Terrible road. Terrible road. Sasa sikilizeni upande wa elimu.
Mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mimi kama waziri wa elimu nilianzisha Higher Education Loans Board na nikamfanya governor hata wa sasa wa Baringo to the chief executive, first chief executive officer wa Higher Loans Education Board. Executive order number 1, tukichukua serikali, rudisha help. Watoto wasome, wa university, watu wasome kila mahali. Hata Ruto mwenyewe alisomesha. Education. Thank you. Ni lazima apate education. Executive order namba 2 ya kwanza. Tumesema hiyo pamoja na wenzangu hawa. Ushuru wa Ruto ambao wanaibia watu vitu vyao na kuleta, hata nasikia juzi Mukuru kwa Jenga walienda kupatiwa ati rooms. Kwanza ni Uhuru alianzisha hiyo, na tena ile ambao walipatiwa. There's corruption everywhere. Ufisadi kila mahali. Nasikia the following day only 1 room ilikuwa na occupant. Yani maajabu haya. Executive order number 1 or 2, kitu inaitwa housing levy tax nyumbani. Hakuna kitu kama hicho, because this is a work. Wawekezaji, Kenyan investors will be able to put up houses. Hiyo peke yake itarudishia watu wa Kenya pesa mfukoni. I'm telling you, kila mwenye payslip, na ndugu Rigiji ataeleza hiyo, yule mfanyikazi ambaye analipwa mshahara mwisho wa mwezi, hakuna ambaye hali, na hawa ndio wengine hawakuamka kwenda kupiga kura. Nasikia ufununu kwamba wao 8 million ambao hawakupiga kura watakuwa watu wa kwanza kuanza kuamka saa 3 mchana, saa 9 mchana kwenda kupiga kura. And we want you to know, watu wa Kenya muwe na imani. We know this thing. We have the experience. We have the commitment. And we shall not relent, neither shall we surrender in making sure that William Ruto is 1 term na ufisadi Kenya unaisha. Wangapi wanakubaliana na mimi juu ya mambo haya? Wangapi wanakubaliana na mimi tena? Kwa hivyo hiyo declaration ya hapa Muna. And we are going very soon. We have our teams working. We are going to announce the name and the formation of our new winning coalition. Yani hata ile ya 2002 itakuwa kama, by the way, kama wanataka kumshika Rigiji, wacha niwaambie, yani William Ruto na timu yake wanataka kumshika ndugu Rigiji, waseme ati ameincite watu. Kitendo cha kumkamata Rigiji, I want you to know, Kenya kwisha, Kenya kwanza. Tutatoka katika kila pembe, tutaenda tuwafukuzeni. Why do you want to go ahead? Kwa nini mnataka kwenda nyumbani hata kabla ya uchaguzi? Mkijaribu kumshika Rigiji na hii mlima yote na Mount Kenya South, tuamuke tuseme muende nyumbani, mutaenda. Wataenda. Wangapi akimshika Rigiji wataenda nyumbani? So mambo ya matisho, wacheneni na matisho. Follow whatever you are able to do in terms of following the Constitution. Unfortunately for you, Mr. William Ruto, you sought to uphold the Constitution of Kenya. You saw, I must remind you, to uphold the Constitution of Kenya. And some of the things you are trying to do together with your fellow administrators in this failed administration are clearly anti the Constitution, and they are impeachable offenses. Na haitakoma hapo impeachable offense. It can even go to the International Court of Justice. Kumbukeni, tulisema this nonsense about abduction lazima ikome. We are repeating it from here, nikiwa nyumbani.
ni lazima mkomeshe abduction. Na kama mnaomba msamaha, uwe realistic. You cannot give conditional apology. Conditional. Malala ameongea juu ya jambo hilo vizuri sana. Hatujasikia tangu Raila na Ruto waungane. Wale vijana Rex Masai tulimzika pale Machakos. Kama wazazi wake wamelipwa angalau ridhaa. Alipigwa risasi na askari wa polisi. Askari wetu wa polisi, kabla ya kutupa tear gas, nataka unisikilize, because wewe ni mwananchi wa Kenya. Kabla ya kutupia Rigiji, Wamalwa na wenzetu tear gas, kwanza angalia tu your payslip. Ukiangalia hiyo payslip yako, ukiangalia hiyo payslip yako, na kama wewe ni mwananchi wa Kenya, utajaribu utoe grenade usi imekataa, itaitapokea huko. Because you must also do justice to yourself and to your fellow citizens. Wangapi ananiunga mkono? Basi mimi nataka kutangaza, nimekuja hapa kuomba ruhusa niende safari. Nikirudi hapa nitarudi na ile nitakuwa nimepata. Na kuna visa nyamwe yu twasiane lilikite mana yu nyamoto imeadha mukudhu eto umeadha kate umeadha nyamone lekia kande na lelika ano kwa jaye lelikia koko yolo nangamo lilika nyamba ito kyo kiathi changu neba lakini kiathi kiukite namba kwithiwa ethe andu ina kibande Gen Z milioni 9 wapate ID. It is their right. Na ukipata ID, register immediately. Hata mimi nataka niseme, hii mambo ya IBC kwa hiyo tunaona wanataka kutafuta njia, hatutaki watumie hiyo kama excuse. Tunataka IBC in place as soon as possible. Ndio vijana sasa wakichukua ID, wachukue kura. Na tutasema kuwe na new voters register. Wangapa sema lazima register iwe mpya. Hiyo voters register itakuwa na vijana wa Kenya wote ambao wamedhulumiwa na serikali ya Ruto. Na wao watakuwa mstari wa mbele. Hivyo vituo vya kupiga kura 20,000. Kila kituo kitasimamiwa na bwana Gen Z ambaye tunajua hawezi kuongwa na walimu. Out of the 20,000 polling stations, tunahitaji 2 faithful agents ambao hawezi kununuliwa hata ukiletwa ni milioni 1. Yaani kwa hawa jamaa kuunda serikali tunahitaji only 100,000 Kenyans who are committed. Gen Z mko tayari? Vijana hoye! Vijana power! Kenya power! Mungu alinde. Sasa simameni tumkaribishe ndugu Rigiji. Asante, thank you very much. Siakuru hoye! Siakuru hoye! Asante. Thank you, Gen Z. Asante sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais na mwenyeji wetu na viongozi wote ambao wamefika hapa, watu wetu hapa Mwingi, viongozi wote, akina mama, wazee, wasichana, vijana, vaito muyaseo. Muyaseo ingi. Muyai ni mseo. Na mavinda onde. Adwaito muriega. Muriega rigi. Asanteni sana.
Mimi nimefurahi sana. Nimeandamana hapa na viongozi na mke wangu Pastor Dorcas. Na tumefika hapa Sekuru kwenyewe. Si ndio? Atakuja. Comrades peace. Bas. I'm learning fast. Mimi niko na shukurani kwa hii safari yetu hapa ya kihistoria. Safari yetu hapa ya kihistoria ndio mwanzo mpya wa kuunda serikali ijayo ambayo itakomboa taifa letu. Sisi tumefika hapa kwa kiongozi wa kitaifa, Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. Kiongozi ambaye amefanya kazi Kenya kwa miaka mingi. Kiongozi ambaye hawana lawama. Kiongozi hajaiba kitu ya mtu yeyote. Kiongozi ambaye tumemwangalia hawezi ua watoto wetu. Kiongozi ambaye ni mtulivu, ambaye ni mcha Mungu. Na kwa hivyo tumefika hapa na niko na maneno ya kuongea na nyinyi Wakamba. Muko tayari? Niko na maneno kabla sijaongea na nyinyi Wakamba, kwa sababu mimi Mheshimiwa Kalonzo nataka niongee na hii watu yako, niwaambie maneno ndio wasiseme sikuwaambia. Leo ni leo, msema kesho ni Sekuru oi. Mimi nataka kwanza, tuko pale mlimani na sisi ni jamii ya shukurani, na tumekazwa sana na wazee. Tumechelewa kufika hapa Sekuru kwa sababu hii jamii yenu mlitutenda mema, na tukakasiwa sana na wazee ya kwamba katika Biblia kwa wale 10 waliponywa ni mmoja alisema nini? Sisi tumekazwa na wazee. Kwa nini hamujafika Ukambani Sekuru kusema asante? Kwa hivyo nataka nimwalike mama wetu Jane Kihara, ambaye ni mama wetu katika jamii yetu. Ndio ametumwa na jamii, ako na habari na ako na report. Ametumwa na jamii kwa Kalonzo Musyoka, kwa maseneta, kwa wabunge na jamii ya Ukambani, akuje alete shukurani zetu kwa niaba ya jamii. Mama Jane Kihara. Thank you, Your Excellency. Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, our great host. Excellency Rigathi Gachagua. Excellency Reverend Dorcas. Excellency Governors na viongozi wote ambaye tumefika hiki kikao. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, niko hapa kukushukuru for hosting us. Lakini bali na hosting us, ile asanti ya kwanza, the thanksgiving that I have been sent by the people of Mount Kenya, ni vile ulitushikilia wakati Ruto alituumiza, akutahangaisha sisi, akatuletea aibu kwa mzee wetu Rigathi Gachagua. Your Excellency, your members of parliament and your senators, hao ndio waliturudisha nguo kama mlima, hata kama tumeteswa na watu wetu wengine. Viongozi, senators and MPs wa Wiper, tafadhali msimame tuwapigie makofi
kwa sababu walituziba uchi. Hao ndio walituziba uchi. Munisaidie tupigie hao makofi. 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 Yes. It Harambe. Harambe. Asanteni sana. Munisaidie. Your Excellency, ilikuwa wakati wa kuudhi wa machozi vile tulizunguka Kenya hii tukifanyia campaign Ruto, tukiongozwa na Rigathi Gachagua. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, nimesikia ukisema ya kwamba Ruto swore to the Constitution. Even that was a lie because he didn't believe in the Constitution. Unakumbuka tukipitisha Constitution, alikuwa upande wa la. So hata hiyo ilikuwa uongo. Nani, Your Excellency, siku ile tuliweka kwa katiba ya kwamba president na deputy wawe kwa tiketi moja. Kuna kitu tulikuwa tunataka kutengeneza kama wa Kenya. Unakumbuka kuna wakati Moi alikaa 13 months without a vice president. Ndio ikasemekana ndio iwe shida kutoa your vice ama your deputy tuwaweke kwa tiketi moja. So what Ruto has done is to bastardize the Constitution by telling people you can remove your deputy using money. These great readers refuse to take money. These great readers. And it was big money. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, as Mount Kenya, we will never forget. We will never get that gesture. It was so painful. It was 1 by 1 vote. Mtu anasema yes. Yes. Unasikia kulia ukijua vile Rigathi alizunguka Kenya hii. Yes, lakini viongozi wa Wiper wote walisema no. Sio wote, aidhuru. Lakini ile tena machungu sana. Ile machungu sana ni ya kwamba hiyo mjadala pia ililetwa na Mkamba. Can you imagine? Can you imagine? Your Excellency, that was a great gesture. Watu wa Mulima, we will never forget you. Na tunawaambia, mimi nimekuwa bunge na Stephen Kalonzo Musyoka. Tulikuwa na yeye muhula wangu 9, my first term. Walishikana vile tunasema washikane, wakaunda muungano unaitwa NAK. Siku ile alikuja. So he is a person who we can trust because he can sacrifice. So these guys here, we must tell them, lazima watupatie kiongozi. Ndio hii Kenya ipone. Asanteni sana. Mungu awabariki. Wakamba nyinyi ni watu wazuri. Mko na viongozi wazuri. Asante. Haya, asante sana. Haya, Gen Z, peace. Sasa Waito
nimekuja kusikiza ground. Ground ya hapa Ukambani nasema nini? Ate ground inasemaje? Ate ground inasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Arap Mashamba, wewe muongo, wewe mwizi, wewe Kasongo, asante sana. Mimi nataka niseme sisi tumekuja hapa na kikao ya leo hapa Sekuru. Safari ya kuunda serikali ya 2027 imeanza. Sisi tumekuja hapa kusema huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka tumeketi na yeye. Tumeketi na Eugene Wamalwa. Tumeketi na Fred Matiang'i. Tumeketi na Martha Karua. Tumeketi na viongozi wengi na tumekubaliana ya kwamba pahali Kenya iko lazima tusikizane na tupendane na tuketi chini tutoe mtu mmoja akuwe flag bearer ya kupambana na Kasongo. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba hii muungano wetu ndio itaunda serikali ijayo. Na kwa hivyo ni wazi ya kwamba Stephen Kalonzo Musyoka na nyinyi mtakuwa ndani ya serikali ijayo. Na tunaomba wa Kenya msituharakishe. Huyu Kasongo tunamjua. Tunamjua? Kwanza mimi namuonea 18. Ndio halali. Akinisikia halali. Hii jamani namsukuma. Nimsukume. 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 Aende asiende. Aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Mimi naomba wa Kenya mutulie. Mtupatie nafasi, msituharakishe kutangaza flag bearer. Asiwekewe mawe kwa barabara. Si ndio? Lakini mtuamini ya kwamba kati yetu hapa tutatoa kiongozi na serikali ni moja atakuwa president, mwingine atakuwa deputy, mwingine atakuwa prime, mwingine atakuwa speaker. There is enough space for all of us. But the most important thing, ndio Kenya iendelee, Ruto must. That is the most important thing. Na yeye ana shida akitupigia kelele ati hatuna agenda. Tuko na agenda. Agenda ni kufukuza yeye kwanza. Kwa sababu Ruto ndio tutengeneze uchumi. Ruto lazima afanye nini? Ndio turekebishe maneno ya matibabu. Lazima Ruto afanye nini? Ndio tuokoe dignity ya payslip. Lazima afanye nini? Ndio tumalize mambo ya mauaji ya watoto. Lazima afanye nini? Kwa hivyo ndio Kenya irudi laini. Ndio turekebishe uchumi. Turekebishe mambo ya matibabu. Hao watoto ya Gen Z wasome. University ikuwe sawa. Hiyo maneno yote hawezi yawezekana Ruto akiwa kwa kiti. Kwa hivyo William Ruto, wewe usitupangie agenda. Wewe panga agenda yako ya wizi. Panga agenda yako ya kuua vijana. Sisi tuko na agenda. Na agenda ya kwanza ndio Kenya iboreke. Ndio kazi iendelee. Ndio Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe one term. Harambee! Watu wetu wa Ukambani. Politics is a game of mathematics. Tumekubaliana?
Politics is a game of. Mtu asikudanganye. Ni hesabu. Na lazima tufanye hesabu. Na hesabu tumefanya. Na hesabu imekamilika. Nyinyi nataka kumtangazia yenu, sasa mfanye yenu. Wengine mtuachie yetu. Unajua huyu William Ruto anamdharau huyu Kalonzo. Si mnajua? Na anadharau Wakamba. Ndio uliona Mudhama amekuwa chairman ya UDA. Kuliko ampatie kiti ya waziri akamtuma huko bunge. Na kusema hii Wakamba hakuna haja ya kushughulika na hao. Sasa mimi nataka nyinyi, siku Kalonzo ametembea na Raila, yeye na jamii mumefanyiwa madharau, kweli ama uongo? Wakati ya jamii ya Wakamba ya kurudisha heshima yao imefika. The time is now. The time is now. Na mimi nataka nyinyi, huyu Kalonzo Musyoka na hii Wakamba William Ruto anadharau, nataka mfundishe yeye adabu kwa debe. Na mimi nimekuja hapa kusema tumekubaliana tutafanya kazi na huyu Kalonzo. Na sisi ni watu ya shukurani. I want to assure you, kama huyu Kalonzo na Wakamba watapata madharau, haitatoka kwetu. Sio sisi ni wangwana. Huyu Ruto tulimfanya heshima, tukamsaidia akakuwa rais, akatuonesha madharau. Huyu Kalonzo na nyinyi mumeoneshwa madharau. Sasa watu wale wote wameoneshwa madharau, wameshikana, wameungana. Na sasa ni kazi yetu kufundisha hao adabu. Nyinyi mkikubali, mujiandikishe kura. Na mkijiandikisha, mtoke mpige. Kwa sababu last election hamkupiga, mlipiga 66%. Lakini inaeleweka kwa sababu huyu kiongozi wenu alikuwa ameonyeshwa madharau. Si alikuwa ameitwa interview? Ati anaulizwa jina yake. Ati kama ako na bibi. Ati kama ako na kitambulisho. Ni madharau si madharau? Ni madharau si madharau? You cannot disrespect a leader of an honorable community. A community that is hardworking. A community that has respect. Unaibisha jamii na kiongozi wao. Mimi nataka mkikubali, tushikane na nyinyi na Wakenya wengine. Turudishe heshima ya jamii ya Wakamba. Na hiyo heshima mtarudisha na kujiandikisha kura. Hapa Kitui, Makueni, Machakos, Taita Taveta, Mombasa, Kilifi, Nairobi, Wakamba wako kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Na tumepiga hesabu, mkikubali kujiandikisha, muko na kura milioni 4. Na hiyo kura milioni 4 peke yake ndio tunahitaji. Kwa sababu ingine yote tumesanya. Tunangoja nyinyi. Hii safari ya Kasongo kama itatushinda, lawama ni kwenu. Kama Wakamba. Wakamba muko tayari? Muko tayari? Na mimi nataka kumuomba. Tumekuja hapa kuomba nyinyi mupatie sisi huyu kiongozi sasa. Twende na yeye tukatafuta serikali. Mtatupatia? Mtatupatia? Mtamshikilia hapa nyumbani? Mtamshikilia? Na tukubaliane, hakuna kiongozi, hakuna jamii haina kiongozi. Huyu kiongozi akuwe ndio anawika hapa. Na akuwe ndio mlango ya kuingia hapa Ukambani. Si ndio? Unajua Ruto anadharau nyinyi. Anasema ati kiongozi ya Wakamba ni Kawaya. Ni madharau si madharau? Ni madharau si madharau? Unajua niliuliza yeye, nikiwa naibu wake nikamuuliza,
mbona huyu Mudhama ungempatia kazi kubwa akushikilie kama kiongozi ya kwamba kama hutaki huyu Kalonzo? Akasema bana, wachana hiyo Mudhama, si Kawaya iko hiyo, ndio kiongozi wa Wakamba. Ni madharau, si madharau? Sasa alikuwa amepanga kuja hapa Ukambani. Hao viongozi wakaenda kumuona pale State House. Wakamwambia, ngoja kidogo tukutafutie ile uongo utaenda kuambia Wakamba, kwa sababu saa hii ukienda utapata shida. Kwa sababu hakuna kazi imefanyi. Iko barabara Ruto amejenga, iko maji, iko stima. Sasa akaambiwa na akina Kawaya, wacha tukusaidie tuunganishe mawaya, tukutafutie uongo ya kwenda kuambia waka. Kwa hivyo uongo inatengenezwa pale Ikulu. Sasa akija, niibie nyinyi siri ama nisimuimbie? Nimchanue ama nisimchanue? Sasa alikuja pale kwetu Mlimani. Mimi nikapima, nikaona hii mtu ako na pesa mingi. Na kwetu wanasema ndovu hawezi sikwa na pembe, lazima ungoe nini? Sasa pale kwa Mlimani nikaongelesha watu kiluka, nikaita radio inaitwa Inoro, nikawachanua, nikasema hii mtu anakuja kudanganya nyinyi, msisikize uongo bure, kusikiza uongo ni bei kali. Nikaambia hii Wakikuyu na Wameru na Waembu, kwenda mkutano yake ni ngiri 2 kumsikiza. Kupiga makofi ni 1000, kucheka ni 500. Sekuru oye! Sasa nyinyi nataka kuchanua nyinyi. Sasa pale watu wetu walinyoa yeye shilingi bilioni 1. Alipoenda watu wakarudi nyumbani, wakasema hatuwezi zika ndovu nini? Hakuna hata kura moja ongeza. Watu naendelea kusema mambo ni 1. Sasa nyinyi Wakamba, kama atakuja, mkiambiwa na machiefs muende, unasema kabla utoke nyumbani. Tunakubaliana? Na msikubali kudanganywa na waheshimiwa. Watapeleka nyinyi, wapewe pesa, wakule, wasime simu, murudi nyumbani. Kabla hujaenda mkutano ya Rais William Ruto kusikiza uongo, ukuwe na pesa kwa nini? Wangapi wanakubaliana na mimi tufanye namna hiyo? Sasa mkipata kitu mtanikumbuka. Si nimechanua nyinyi? Mkipata kitu mtanikumbuka. Hakuna Mkenya tena. Tunataka kusihi wa Kenya, msikubali tena kwenda mikutano kusikiza uongo ya William Ruto unless alipe, kwa sababu sisi ni wafanyabiashara. Sio ni biashara? Alipe, aongee uongo lakini itakuwa ni makosa, utakuwa umejikosea sana kama mzee, kama mama, kwenda pale sokoni kwa jua kusikiza uongo for 3-4 hours bila kulipwa. Utakuwa umejinyima heshima. Nitoiguithania? Nitoiguithania? Kwa hivyo ya mwisho mimi niseme, sisi tumejipanga vizuri. Na mimi nataka ni confirm, siku huyu Kalonzo atarudi hapa Sekuru, atarudi hapa na heshima ambaye inastahili kiongozi. Na nimemwambia mchana, kama huyu Kalonzo atapata shida, labda ajiletee mwenyewe. Sisi tutamheshimu na tutakaa na yeye vile watu wanatakana wakae na rafiki na kiongozi. Sisi mambo ya kumundanganya na kujifichania hatutaki. Ile tu tutaketi tusikizane, ni nani atabeba bendera, nani atamsaidia, nani atakuwa. Na kwa hiyo timu yote tutakaa sawa sawa. Tumekubaliana? Mtajiandikisha kura? Mtashikilia huyu kiongozi? Mumetupatia ruhusa twende na yeye tukatafute uongozi wa Kenya? Tumekubaliana? Kwa hivyo yangu ilikuwa ni hayo, ya kwamba the formula iko ya kufukuza Kasongo.
na nyinyi mtakuwa ndani ya serikali. Kazi ile imebaki iko kwenu sasa. Jenzi mpo? Jenzi mpo? Nyinyi Jenzi ndio dawa ya Kasongo. Kwa hivyo mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura. Na kwa mtandao mtusaidie. Si ndio? Kwanza hii Kasongo anaogopa nyinyi sana. Anaogopa nyinyi sana kwa mtandao. Kwa hivyo mimi niseme kwa sababu ni hayo nilitaka kuja kusema. Sisi na nyinyi atakuja nyinyi watu ya Ukambani na watu ya Mlima ya cousins. Si ndio? Tumeenda hasara kubwa sana miaka mingi kwa sababu hatukuketi pamoja. Sasa tumejua siri ya kufaulu. Ni sisi na nyinyi kukaa pamoja na kuongea. Na sasa mambo yetu itakuwa mzuri. Lakini tunasema hatulalamiki. God's timing is Sasa tumejua siri ya kufaulu. Ni sisi watu ya Mlima na nyinyi we stay as one. Then tujiunge na watu ya Mlembe, tujiunge na watu ya Maa, tujiunge na watu ya Bagusi. Ndio Kenya hii yetu itembee. Na mimi nataka to assure you, tukiwa pamoja mtafurahi. Na mimi tangu 2002 nimekuwa kwa hii siasa, sijakuwa pande ya kushindwa. Pahali unaona mimi ndio ushindi utakuwa. I am not just an ordinary politician. I am a political scientist. Yeah? Na mimi najua kupiga hesabu ya siasa. Even when my brother Uhuru Kenyatta wanted us to support Raila Odinga, nilipiga hesabu nikamwambia haiwezekani. Na tukakosana na rafiki yangu. Kwa sababu mimi siwezi ruka pahali hesabu iko. Mimi nakaanga pande ya hesabu. Kwa sababu hesabu is scientific. It's a formula. Hesabu na formula ya kufukuza Kasongo iko hapa. Unless matter is done, it is too far away. That is the only disappointment. 2 years, a long time. Haki ya Mungu hii uchaguzi ingekuwa kesho. Tugenyoa hii mtu si ndio? So I want to assure the people of Ukambani, and this is a message muende nayo nyumbani, that you are on the right side of history. And if there are people who need to be in government, ni Ukambani people, because you need water for drinking and irrigation. Muko na kazi hapa ya barabara, muko na kazi ya stima. Tafadhali ndugu zangu, dada zangu ya Ukambani, stay behind your leader Kalonzo Musyoka na hao masenators wetu, alafu tuketi pamoja tuunde serikali na kila mtu atafurahi kwa sababu kutakuwa na maendeleo inaonekana. Tumekubaliana? Ya mwisho nitoe shukurani kwa senators wetu watatu and the members of parliament. Vile Mheshimiwa Jane Kihara amesema, mlitoa sisi aibu. Ruto tulimsaidia akatuaibisha kama jamii. He humiliated our community, embarrassed us on TV and before the whole world. And the people of Ukambani, whom we are not supported, came and said, no, this is wrong. Let us protect the dignity of the mountain people. For that, we remain forever grateful. Na nimemwambia sisi ni watu ya shukrani. Sisi ni watu ya shukrani. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Niite mama boys amsalimie. Haya mama boys kuja. Adoito Morega rege. Bwana asifiwe.
Nyinyi boys, baba akisema mama anaketi chini, na ninawapenda sana. Wacha baba aendelee. Thank you very much for your love. Haya, Harambee! Wewe Kasongo, William Ruto, wewe harafu mashamba, wewe mwizi, wewe muongo, wewe mtu ya kudharau Kalonzo, mtu ya kudharau Wakamba. Aende asiende? Aende asiende? Atembee asitembee? Wangapi wanasema Kasongo aende? Sasa nyinyi Wakamba, hii Kasongo mnasema aende, mtaamuka saa ngapi kumfukuza Ati saa ngapi? Ati saa ngapi? Saa 9? Saa 9? Abana. Saa 9 mtachelewa. Saa 9 mtachelewa. Hii Kasongo ni mtu ya saa 8. Wangapi wanasema saa 8, saa 8? Asanteni sana, Mungu awabariki. Baitwe mwegwende to. Nimeana masia rigiji sawa kabisa. Wangapi wananipa ruhusa sasa tuondoke tukamalize hii maneno ya kazi? Nataka nione tena wangapi wanasema sasa Kalonzo kwenda Kenya nzima? You know, one word. What is before us is not a matter of ambition. It is a matter of assignment. Comrades, wisdom. It's a matter of assignment. And this is a divine assignment. Now, I want to hand over to Mheshimiwa Robert Mbui, pengine tuite magavana, lakini unikubwele tukumbue, kuna watu lazima niwatambue, ambao wanaenda. Mheshimiwa Joe Mutambo, wa Joe. Nilimwona Joe Mutambo, makofi kwa Joe Mutambo. Nimeona Mheshimiwa Jamlek Kamau.